Ninawasalimu katika jina la Yesu. Nimekuja kukuambia kwamba usiutupe ujasiri. Haleluya. Usiutupe ujasiri. Ujasiri wako ule ulianza nao jambo. Ujasiri ulioanza nao huduma. Ujasiri ulioanza nao kazi. Ule ujasiri, yani ile nguvu ya imani ulioanza nayo. Nimekuja nikuambie mpendwa, usiutupe, usiiache kando kwa kusikiliza maneno ya watu, kwa kusikiliza wengine watakuja na chuki zao tu wakuvunje moyo, wengine watakuja tu na maneno yao tu kwa sababu ya wivu zao wakufanyeni wakurudishe nyuma, wengine watakuja tu na vile wasivopenda tu kuona ukiendelea, wasivopenda tu kuona wewe ukifanikiwa, watakuja tu kwa maneno tu ili wakufanye nini? Ili wakurudishe nyuma ama wakufelishe ama wakuingize uoga, wakuingize hofu, wakuingize wasiwasi wa kile ambacho unachokifanya kizuri, kile ambacho unachokifanya chema, kile ambacho ili kwamba ukiachie njiani. Lakini nimekuja leo nikwambie kwamba ule ujasiri ulioanza nao, iwe ni huduma, iwe ni kazi, iwe ni project, endelea nao huo. Bwana Yesu asifiwe. Nilikuwa katika tu shughuli zangu hapa za maandalizi tu, haswa mapishi. Simajua tuko katika huu mwezi wa shughuli nyingi, mapishi mengi Ramadhani. Sasa nilipokuwa tunaendelea na mapishi yangu kuunda vitu tu hivi, nikakuta nilianza vizuri nikiwa na nguvu. Nilianza nikiwa na nguvu, nilikuwa na imani, nikiwa na furaha, lakini nilipokuwa ninaendelea kutengeneza hizi vitu, zinaitwa hali ya wale wengi wataelewa. Hawa wanazita hali ya hawa watu, sijui huko wanahitaji. Sasa nilipokuwa ninaendelea, nimefika katikati, imani ikaanza kushuka. Nikaingiwa na uoga, hofu, yani wasiwasi. Nikasema kai, hizi vitu sasa zitatoshea watu. Noti zitatoshea kwa hii sinia yenye naweka, je zitatoshea? Ndo nikarudi kwa neno, nikakumbuka ndo maana wakati wanafunzi walipokuwa wanavuka, walipokuwa umefika katikati, kukawa na upepo, alafu akamwona Yesu wakamwona Yesu anatembea juu ya maji, wakaingiwa na uoga. Yesu akawaambia, msiogope, ni mimi. Petro akamwambia, ikiwa ni wewe Yesu, niamuru na mimi nitembee juu ya maji. Yesu akamwambia njoo. Alipoambiwa njoo, akashuka kwa chombo akawa anatembea juu ya maji anamfuata Yesu. Alipokuwa anatembea juu ya maji akafika mahali, akaanza kusikia upepo. Vile upepo wa bahari unavuma hivi, akaanza kuzama. Hofu ikamuingia, akaanza kuzama. Alipokuwa anaanza kuzama akamuita Yesu. Alipomuita Yesu, alimuita Yesu, Yesu niokoe. Alisema Yesu niokoe. Yesu akanyosha mkono wake akafanya nini? Akamuokoa. Sasa ndo na sisi wanadamu tunajikutanga mara mingi, tunazama, tunafeli kwa yale ambayo tumeanza. Kwa yale ambayo mambo tumeanza kwa imani, kwa nguvu, kwa ujasiri, ni project, ni huduma, ni kazi, ni chochote kile, unapata umeanza vizuri kwa nguvu, umeanza kwa imani kwamba ninaamini hapa ninaye Yesu. Ninaye Yesu, nimehakikisha, jemedari wangu, nitashinda vita. Unaamini kwamba hizi vita niko na Yesu, atanishindia, atanipigania, atanitetea. Na unaendelea kuomba, lakini inafikia mahali unaanza kuingiwa na uoga, unaanza kutishiwa na maneno ya watu, unaanza kutishiwa tu na mawazo mengine mabaya na kujia hivi. Unaanza sasa kufanya nini? Imani inaanza kuteremka, unakuja unaacha kuomba, unaanza kuzama. Lakini kwa sababu tunaye Yesu, tusizame, tusikubali kuzama. Muite Yesu. Haleluya. Tumuite Yesu anayeokoa. Atatuokoa kama alivyomwokoa Petro. Bwana Yesu asifiwe sana. So nikasoma Waebrania mlango wa 10. Kifungu cha 35, Biblia inatuambia kwamba basi msiutupe ujasiri wenu, kwa maana una thawabu kubwa. Haleluya. Ujasiri ulioanza nao kazi ya Mungu, ujasiri ulioanza nao huduma, ulioanza nao project, ujasiri ulioanza nao kazi, usiutupe mpendwa, dadangu, kakangu. Haleluya, mamangu, babangu, ujasiri huo usiutupe. Endelea hivyo. Ujasiri ulioanza, moyo ulioanza nao kusaidia watu, ulikuwa unasaidia mayatima, wasiojiweza, wajane nini. Usisikilize watu watakuja, by the way watakuja.
waona hapa Petero upepo ndo ulifanya nini? Yale mawimbi upepo nini ndo vilimfanya kaanza kuingiwa na hofu akazama. Na wewe unaporuhusu masikio yako yasikilize maneno ya watu kule. Wengine watakuja wakuvunje moyo wakwambie wewe unachokifanya si kizuri. Kama mimi mwenyewe nilianza sikufanikiwa, wewe ndo utafanikiwa. Kama mimi nilianza nikafika katikati, wewe sijui nini biashara ikaanza kushuka, wewe ndo utaendelea. Bwana Yesu usiyasikilize hayo. Wengine labda utakuwa uko mgonjwa, mtu atakuja kutazame badala kutie moyo, anaanza kukuvunja moyo akwambie kwamba sasa babangu alikuwa hivi ama mamangu ama jirani yetu mwenyewe alikuwa anaugua ugonjwa huu na tukapambana huku na kule, tukatembea, tukampeleka India, tukampeleka kwa maombi sijui wapi na wapi, hakupona, wewe ndo utapona. Usiyasikilize hapo. Muamini tu Yesu. Haleluya. Muamini tu Yesu Kristo, yeye ambaye ni mwanzo na ni mwisho. Haleluya. Muamini tu yeye. Anayesema katika Wafilipi, ni Paulo ama nani anatuambia katika Wafilipi pale mlango wa kwanza, nafikiri kifungu cha 6, anasema yeye aliyeanzisha kazi njema ndani yetu ni yeye atakaye ikamilisha. Bwana Yesu asifiwe. Ni yeye atakaye ikamilisha. Kwa hivyo usisikilize ya watu. Ile imani umeanza nayo, ule ujasiri ulioanza nao kufanya kazi, kusaidia watu, kuombea watu, kuhudumia watu, project yako, usisikilize. Wengine wanakuja kuvunja moyo kwa sababu hawataki kuona umefanikiwa. Wengine wanakuja kwa sababu ya wivu, hawataki kuona, wanakuletea maneno ili usiendelee, ili uvunjike moyo, usiendelee kwa sababu ya wivu zao, kwa sababu wapendwa hawataki kuona ukiendelea, kwa sababu hawataki na mafanikio yako. Wengine watakuja tu wakutuma na kujituma wenyewe tu hivi ili kwamba usifanikiwe, hawataki kuona mafanikio. Si wote wanaofurahia mafanikio yako, si wote wanaokuona unapendeza, si wote wanaokuona uko hivyo akafurahia. Kwa hivyo wengine watakuja tu kukurushia tu kaneno kadogo tu, ukianza kukashikilia anaanza kukuvunja moyo, unaanza kuvunjika moyo. Ile kitu ulikuwa unaianza, huduma hiyo, kazi hiyo, project, sasa unaanza kuvunjika moyo. Shetani anatumia kale nafasi tu, anaona huyu tayari nishampea neno hili hataweza. Haya ashajua kale kamshale kashakupiga. Ndio hiyo nafasi shetani anatumia sasa na kuvunja moyo. Unapata umeacha ile nini, unapata umeacha ile project, umeacha ile huduma, umeacha ile kazi ulikuwa unafanya nini, lakini unaye Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaye Yesu, muite Yesu Mwokozi. Yeye ni Mwokozi wetu, atakuokoa kama vile alivyomwokoa Petro, lakini kwamba usiutupe. Haleluya. Usiutupe ule ujasiri. Hebrews 13:35. Usiutupe ule ujasiri ulioanza nao, ile nguvu ya imani ulioanza nayo, kazi, huduma and whatever. Usiutupe. Hata watu wakuja wakuambie maneno mangapi, wakuvunje moyo, wakutupie maneno ambayo hayafai ndio teva, yani ya kukuvunja moyo, endelea mbele. Angalia tu huyu Yesu mwenyewe alianzisha kazi njema ndani yako, ndiye pekee atakayekamilisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Hawa wengine wengi ni wale wakukuvunja moyo ili usifikie hatima ya maisha yako. Wengi ni wale wakukuvunja moyo ili uvunjike, yani ili usifanikiwe, kwa sababu wao walifeli na wanataka ufeli wengi. Lakini yule mmoja atakayekuja na kukuambia ai dada utatoboa, ai kaka utatoboa, endelea, mweke Mungu mbele, endelea kuomba Mungu, usichoke, usikate tamaa. Huyo na Mungu zaidi sana Mungu. Shalom.